YouTube unaweza kuifanya kama kazi, YouTube unaweza kuifanya kama ajira, na pia YouTube unaweza kufanya kama biashara. Lakini kwenye biashara tutazungumzia kwenye video nyingine namna gani ya kuanza biashara ya namna hii. Na ni kitu tofauti kidogo, watu wengi wakizungumzia ajira na aina ya biashara nzuri unaweza kuinvest na kufanya hivyo. Nishaelekezaga jinsi ya kutengeneza YouTube channel ya kulipwa, lakini kwenye hii video ni tofauti kidogo. Leo tutazungumzia jinsi ya kuifanya YouTube kama biashara, kama ajira. Swali ni je, mtu gani ambaye anaweza kufanya kazi kama hii? Jibu ni simple sana. YouTube ni aina ya kitu ambacho anaweza kufanya mtu yeyote yule. Mtoto, kijana, mtu mzima au mzee. Mtu yeyote anaweza kufanya aina ya kazi hii kwa sababu inahitaji vitu vichache sana. Inahitaji ujuzi, inahitaji kufanya na mtandao na vitu kama hivyo na simu maybe. Sasa wengi wanakuwa wana yale mawazo ya kusema sio mambo yangu, sio vitu vyangu, au maybe wanaridhika, na wengine wanaogopa. Wengi wanakuwa wanaogopa, lakini wengine wanakuwa hawafahamu kabisa kwamba YouTube inaweza kalipa. Akihisi inalipa basi inalipa 50,000, 100,000 na vitu kama hivyo. No, YouTube inalipa kama kazi zingine au zaidi ya kazi zingine ambazo unazifahamu. YouTube inaweza kukulipa kuliko mtu ambaye amesomea kufanya kazi fulani. So, YouTube, unapotaka kuanza kwenye YouTube, na wengi tunapotaka tuanze tuna overthink sana. Nitaanza kesho, ngoja nijifunze, nitaanza kitu hiki. Lakini ukiamua kujifunza saizi na ukaamua kufanya saizi, basi lazima uje kuona matunda ya YouTube. Na ukuta uliopo katikati ya wewe ambaye ufanyi na huyu ambaye anafanya anafaidika nayo ni mdogo sana. Si kwamba huyu ni mtaalamu. YouTube haina utaalamu, YouTube haina mwenyewe. Utofauti ni kwamba wewe haufanyi, yeye anafanya. Huo ndio tofauti pekee. So, unaweza kuwa nyumbani, unafikiria issue gani utafanya? Maybe umemaliza shule, maybe unasubiri ajira. Na wengi hawasemi mambo kama haya. Hakuna ambaye anakuja kukuambia. Wengi wanafanya mambo wanafaidika wenyewe, lakini kama unasubiri ajira au maybe umemaliza form 4, maybe ni dada tu upo nyumbani, maybe ni mke upo nyumbani, YouTube ni kitu ambacho unaweza kukifanya. Kama kwenye siku yako nzima, kama una masaa hata 3 free, basi unaweza kufanya YouTube. Kwa hiyo kama unaweza kuwa ni mwalimu, unatoka shule unafundisha, una masaa 2 free. Kama unaweza kupata masaa 2 free, unaweza kufanya YouTube. Haihitaji muda mwingi, inahitaji masaa machache sana ya kufanya. So, ili kujiajiri kwenye YouTube, unahitaji masaa angalau 2. Sometimes hata risali moja tu unafanya, umemaliza, umeposti hivyo. So, mtaji kipesa, mtaji unaohitajika maybe ni wa kununua voucher tu, lakini ukiachana YouTube watu wananunua voucher kila siku, so I make difference. Mtaji tunaweza tukasema ni voucher labda, na muda utawekeza. Hivyo ndivyo vitu pekee. Sasa wengi wanakuwa hawataki kujifunza kitu kipya. Ni kawaida sana, binadamu huwa hatupendi kujifunza kitu kipya. Tunakuwa na ugumu fulani hivi, lazima tuweke vikwazo, tunajiwekea wenyewe vikwazo. Unaweka kikwazo. Sio kila mtu lazima afanye hiki kitu bana. Mimi na mambo yangu mengine, mimi siyawezi haya mambo. Hivyo ni vikwazo ambavyo tunajiwekea wenyewe ili tusijifunze kitu kipya. Alafu tukishajifunza tunaanza kulaumu, kwa nini sikuanza mapema? So, kama unataka kufanya YouTube, hakuna kinachokuzuia. Kifupi ni hakuna sababu inayoweza kukuzuia kufanya YouTube. Si ujuzi, si muda, si ubize, si chochote kile. Na kwa wale ambao wanatafuta issue ya kufanya, au maybe ni mzazi anataka mtoto maybe mzazi amemaliza kidato fulani, maybe amefeli, anamtafutia mtoto issue ya kufanya. Aelewe ni issue gani? Au maybe nimpeleke akasomee cherehani, maybe nimpeleke akasomee kuwa mambo ya upishi, maybe nimpeleke akasomee mambo ya hivyo. Ukimwambia kuhusu mambo ya YouTube, haweki kama option kwa sababu hawayaamini, wengi hawayafahamu. Unaweza pia ukajifunza kitu unachojifunza na ukajifunza pia na YouTube.
YouTube ni aina ya ujuzi ambao unaweza ukawa nao muda wote na ukakufaidisha muda wowote ule. Unaweza ukawa unaishi Mwanza, ukaenda zako Mbeya, ukaenda zako Arusha, wakati huo una simu yako, unaendelea kufanya kazi yako mtandaoni. Si sawa na ukiwa na duka ambapo ukisafiri inabidi ufunge duka, uweke mtu na vitu kama hivyo. Unaweza kuishi popote, unaweza kufanya kazi popote, na wewe ndio boss. Unaamua kufanya kazi muda wowote unaotaka. So video ya leo hii inalenga sana kuhusu kuanza na vitu kama hivyo, kwa sababu wengi nimegundua wanaogopa na wengi hawafahamu. Mtu anauliza eti inaweza kuishi kwa kutegemea YouTube? No, huwezi kuishi kwa kutegemea YouTube. Kama wewe kwa mwezi unahitaji milioni 50, milioni 100 ili uishi, basi hautaweza. Lakini kama unaweza kuishi kwa pesa ya kawaida kwa siku, kwa mwezi unaweza milioni 1, milioni 2 kwa mwezi, milioni 3, hizo ni aina pesa ambazo kwenye YouTube unaweza kuzipata. So kama ni mtu wa kawaida, yes, unaweza kuishi kwa kutegemea YouTube, lakini YouTube imefanya watu sio waishi tu, pia waishi vizuri. Lakini pia YouTube ni aina ya sehemu ambayo kila mtu anaweza kupata pesa. Yaani YouTube sio kama, kwa sababu wengi wanawazaga channel zinakuwa nyingi sijui nini. Nope. YouTube mtu yoyote anaweza kupata pesa anayefungua channel. Na YouTube hawana kinyongo. Wanahitaji watu wafungue channel kwa sababu advertisers ni wengi kila siku. So maybe kwa mfano kitacho kukwamisha, labda kulingana na yote niliyozungumza, kinachoweza kukwamisha muda huu ni kwamba, kwa sababu kama uoga tushazungumzia, kama kuidharau tushazungumzia, si kitu cha kukidharau. Kama sababu zingine zozote zinazokuzuia tumeshazizungumzia. Muda huu labda kinachokuanza kukwamisha ni kwamba ujuzi huna. Maybe siwezi, nashindwa kuanza sasa, nianzie wapi? Kwenye hii channel yetu na channel zingine nyingi kwenye YouTube, watu wanaelekeza sana namna ya kuanza, namna ya kufanya. Lakini nimeamua kutengeneza mafunzo ambayo yameingia deeper, na ni video kama masaa 4 hivi, na ni video ambazo unaweza kutumia wiki kuzimaliza. So nitaweka link kwenye description kama unataka ujifunze ili uanze. Kama ujuzi ni kitu kinachokuzuia, unajiona maybe mimi sifahamu, kwa hiyo siwezi kuanza, sielewi nianzie wapi, basi ingia kwenye description au kwenye comment ya kwanza, utakuta link ambayo itakupeleka kwenye mwongozo namna gani ya kuanza mafunzo hayo niliyotengeneza. Na